Kuna hadithi ya mahomboi wanne bwana, na hao mahomboi bwana wamekuwa ni wale wazee wa kula na kulala, na washikaji wamekuwa ni jobless kuliko hata Kobisi wa mzee Kikala. Aweni hatari. Mmoja anafahamika kwa jina la Roy, Mana, Viaditi pamoja na Bowman. Siku ya leo shangazi yao anawatimua na kuambia hakika mshakuwa watu wazima, nendeni mkajitafutie na nyie mkatengeneze familia zenu. Na washikaji wakawa wameingia kitaa wakiwa waelewi hata pa kuanzia, lakini siku ya leo wanaamua kwenda kuvizia madiko kwenye msiba. Lakini walipofika msibani hapa mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwenye la Manavi anasogea kwa ajili ya kwenda kuulizia ratiba ya msosi, lakini alipofika hapa mzee anazidisha kilio na kuanza kulia kweli kweli ile mbaya, na mshikaji akawa anambembeleza, lakini dakika za mwisho mzee anamwambia hakika umenikandamiza mguu wangu, awe ni hatari. Na hawa washikaji bwana wamekuwa na matatizo mengi sana, na wamekuwa wameshinda bila kufanya chochote cha maana katika maisha yao, na wamekuwa na akili za kushikiana kweli kweli. Na siku leo wanashuhudia ajali mbaya kabisa ya gari ambalo lilienda kuporomoka huko mabondeni, awe ni hatari. Na wakawa wamesogea kwa ajili ya kwenda kutoa msaada, lakini walipofika hapa wakakutana na mshikaji mmoja ambaye alikuwa ni gaidi na ni jambazi hatari kweli. Na huyo mshikaji anawaambia hakika siku zake za kuishi zimefika mwisho, na anaamua kuwapa siri ya pesa ambazo alikuwa amezificha katika bustani ambayo iko mji wa Goa katika alama ya W. Na hao washikaji waliposikia hii habari wakawa wamefurahi kimtindo, lakini mshikaji kabla hajatoa taarifa kamili, mshikaji akawa amekata roho. Na washikaji hao wakasema sasa hili mbona Zari mwanangu, hapa ndo tunaenda kutoboa. Washikaji kimtindo wakawa wamefurahi kweli na kuamini sasa umaskini kwao ni basi. Lakini kuna askari mmoja ambaye anatokea hapa ambaye ni mwenye tamaa kweli, na huyo askari bwana anafahamika kwa jina la, lakini huyu mwana polisi akawa anauliza hakika mmesikia nini kutoka kwa huyu jamaa, lakini washikaji wakamwambia sisi kiukweli afande hatujasikia kitu chochote. Na mshikaji akawa jitahidi kuwazingua, lakini washikaji wakakaza ile mbaya na kumwambia hakika hatujasikia jambo lolote. Na washikaji wakawa wamekimbia bwana, wakawa wamemtoroka yule askari, na wakawa wameingia kitaa, wakawa wanapanga mipango sasa ya kwenda kuchukua zile pesa. Lakini wanamgeukia mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Boma na waambia hakika tunaomba tutumie gari ya baba yako. Ilipofika usiku wakaamua kwenda kwa ajili ya kuiba gari la baba yake. Wanavizia kipindi ambacho mzee alikuwa amelala na alikuwa anakoroma ile mbaya, na wakawa wamefanikiwa kuchukua ile gari. Wanasepa, lakini mbele wanakutana na kizuizi cha polisi, hivyo wanaamua kubadilisha njia na kuamua kuelekea njia ambayo inapitia polini. Lakini kwa mshikaji ambaye ni afande, naye anakutana na kikwazo kwa bosi wake, akawa anamfokea ile mbaya na kuambia hakikisha unajua huyu mshikaji maokoto alificha sehemu gani na uwe makini kweli. Lakini baba yake na Bowman anakuja kwa ajili ya kushtakia kwamba mtoto wake amemwibia gari yake pamoja na vijana wenzake, na wametokomea sehemu ambayo ilikuwa haijulikani. Washikaji huko wakawa wanapita ile chaka tu chaka, na kama unapojua barabara nyingi za polini zinakuwa ni mbovu ile mbaya. Wanafika hapa wanakuta daraja limevunjika, lakini kutokana na kwamba akili zao za kushikiana hapa wanasema mwanangu, hapa mbona tunaweza kuruka tu hapa kama ndege. Wanajazana upepo na wanaamua kuruka na ile gari. Oya sio poa mwanangu, na wakawa wametua, lakini wakawa wamevuka, lakini kiuhakika gari ikawa imeharibika ile mbaya. Na mshikaji ambaye anafahamika Bowman ambaye ni gari ya baba yake akawa amehuzunika na akawa amefuka ile mbaya, lakini haikutosha gari kuharibika, ikawa imelipuka ile mbaya, na mshikaji akawa analia ile mbaya akifikiria sasa baba yake atamwambia nini kwa hiki ambacho amekifanya. Lakini polisi wakawa wamemwelekeza baba yake na Bowman kwamba vijana walipita haya maeneo, na polisi yule pamoja na baba yake Bowman wakaamua kuwafuatilia ile mbaya. Mzee alipofika gari yake imeharibika, kama amemind kinoma, akawa amehuzunika na akawa amefoka ile mbaya. Washikaji wakati wanapita chaka tu chaka bana, wakawa wamekutana na huyu afande na akawa ameweka kwenye 18 na akawa amebananisha ile mbaya, na mshikaji akataka kumtia changa, lakini polisi alikuwa mbele ya muda, akamwambia hakika kijana, hiyo michezo unayoicheza mimi nimeshaicheza kitambo hicho. Mshikaji akawa ameweka katikati ile mbaya, na mshikaji akawa anawauliza kuhusu zile pesa ziko wapi. Na mshikaji mmoja maana friji lake alikuwa ligandisha, akawa amesema ukweli bwana, pesa ziko wapi. Na afande baada ya kujua pesa ziko wapi akawa amewaweka kati ya washikaji na kuwatia kitanzi ile mbaya. Wakawa wamefungwa, wakawa wanatafuta msaada, lakini wakawa wanakosa bwana. Mnyama chui akawa ameingia pale bwana, washikaji wakawa wamepagawa, lakini mshikaji mmoja akawa amepiga kelele ile mbaya mwanangu hadi chui akawa amesepa bwana. Sasa sijui ni chui mnyama ama ni chui wale Ivani bwana
Na mshikaji mmoja baada ya kujikomboa huyu Roy akawa amemwambia hakika yeye alikata pipe ya gari la afande na mafuta yakawa yanamwagika hivyo. Kuna asilimia kubwa ya kwamba huyu afande bado hajafika katika mji wa Goa na huenda wakamkuta mbele. Na ni kweli bwana, afande gari yake baada ya kufika mbele ikawa imezingua kinoma na ipeleka gereji, lakini washikaji wakammbizia huyu afande, wakawa wamechukua simu yake na wakawa wanamtishia, wanamwambia hakika hii simu yako tutampigia mkubwa wako wa kazi na tukuharibie kinoma. Ikabidi wakae chini sasa waanze kuelewana kwamba inakuaje, wakaungana kwa pamoja kwamba wanadili vipi na kuzipata hizo pesa, lakini wakaanza kugombana kabla hata hawajazipata zile pesa bwana. Kama unavyojua pesa shetani bwana, wakaanza kugombana ile wao kwa wao bwana. Lakini mshikaji mmoja huyu ambaye anafahamika kwa jina la Roy akaona msinitania, akawa amewatoroka wenzake na kwenda kuchukua gari na kuamua kwenda kujichukulia maokoto mwenyewe. Lakini baada ya kuchukua ile gari bwana, kila mtu sasa akaanza kupambana kivyake, na humo njiani likawa ni balaa ile kinoma yani kila mtu kama amechukua usafiri wake na wakaanza kupambana ile mbaya hadi mixer wakaanza kusababishiana ajali mbalimbali, kwa sababu kila mtu alikuwa anahitaji kwenda kuzipata zile pesa bwana. Mshikaji anaachia ndinga na hiyo anapata ajali mbaya, na kwa mshikaji afande bwana naye akawa amewasababishia ajali washikaji hapo bwana, wanaenda kupata ajali mbaya ile kinoma, na kwa afande naye akawa amepata ajali mbaya kinoma noma, yani ukawa ni msala kulikweli, na kila mtu akawa amepitia changamoto zake kwa upande wake bwana. Na baba yake na boma akawa amemkamata huyo kijana na akamtembezea kichapo, lakini mshikaji akamwambia hakika mzee tulia, kuna dili la mamilioni hapa, na wakawa wameungana yeye pamoja na mwanae kwenda kutafuta hizo pesa. Lakini kwa upande wa Roy naye akawa amedandia daladala kwa ajili ya kuwahi, lakini kwa bahati mbaya akawa amedandia katika gari ambalo liko limetekwa na majambazi, ukawa msala kinoma yani. Na kwa washikaji hawa wawili wakawa wameomba lift kwa mshikaji mmoja, lakini huyu mshikaji bwana gari yake ilikuwa inaruhusu kubeba mtu mmoja tu. Baada ya kuongezeka wakawa watatu, akawa kila akijaribu kutekenya kitu kikawa kiwaki bwana, na akawa amewabwaga akawaambia bwana kuleni zenu bwana, tembeeni bwana. Lakini kwa mshikaji afande naye akawa ameteka gari moja, akawa ameiba, lakini mbeleni akakutana ndani ya gari kwa kuna mtoto mdogo, ndipo akaanza kufanya kazi tena kubembeleza mtoto mdogo aweni noma. Sasa kila mtu akawa anajitahidi kutumia njia yake ambayo anaiweza kwa ajili ya kwenda kufikia katika sehemu ya maokoto bwana, na baada ya kila mtu kutumia njia yake wote wakawa wamekutana katika eneo la tukio bwana awe. Na walipofika hapa bwana, kila mtu akaanza kutoa idea kwamba wanapataje hiyo alama ya W, lakini Mungu sio Asmani bwana, wakawa wameipata ile alama ya W na kila mtu hakuamini macho yake, na wote wakawa wamefurahi kuona ile alama ya W bwana. Kila mtu akawa enjoy na kuamini sasa umaskini basi, na wanaenda kuachana na shida zote za dunia, wakawa wamepambana kinoma na hatimaye wanapata bonge la begi, na kuna maokoto yamejaa kinoma yani unajua Lakini maokoto baada ya kupatikana bwana ukaibuka msala, yani kila mtu akawa anajiona kama anastahili kupata kiasi kikubwa kuliko mwenzake. Ugomvi ukaibuka kinoma, ngumi zikaanza kupigwa yani makonde makonzi nini, ngumi za kutosha. Lakini afande akaona hawa ni wajinga, akaamua kuchukua pesa na kuamua kusepa bwana. Lakini kipindi ambacho anasepa washikaji wakawa wamemungia tela bwana, na wakawa wamemdhibiti, lakini pesa zikawa zimeenda juu na baluni bwana awe. Washikaji wakawa wamefukuzia zile pesa kinoma yani, hadi kipindi cha usiku washikaji wakawa wamepambana na pesa zikawa zimeanguka, na washikaji wakaanza kugombania zile pesa kwa ugomvi kulikweli. Lakini ghafla tazi na watu wanajikuta wapo katika bunge la ukumbi na kuna watu kibao kulikweli, na washikaji wakawa wanashangiliwa, na hii show ilikuwa live kabisa katika televisheni. Washikaji wakawa hawaelewi ni kitu gani cha kufanya, lakini ghafla wakiwa hapa wanaona kibango ambacho kimeandikwa hapa tunasaidia watoto ambao wajiwezi awe. Na walikuwa hapa taifa zima likawa linawashangilia, na washikaji kweli wakawa wamekosa pose ama jinsi ya
kufanya, na watoto wakaja mbele yao wakiwa wanatia huruma, watoto ambao wana shida na matatizo mbalimbali. Hivyo washikaji wakakosa namna, wakabidi zile pesa zote watoe mbele ya watoto maskini na watoto ambao ni yatima, na washikaji wakawa wametambua ya kwamba mali si kitu mbele ya utu, na washikaji wakawa wametoa michango, lakini wakifuatiwa na machozi na sijui walikuwa wanalilia nini washikaji. Lakini kitu ambacho tunaenda kujifunza ni kwamba mali si kitu mbele ya utu, na ukipata kitu jitahidi kukumbuka ama kusaidia wengine wenye uhitaji na wenye matatizo mbalimbali, kwa sababu kile ambacho umejaliwa ni kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hivyo jitahidi kurudisha katika jamii. Na hebu niambie mshikaji wangu, ungekuwa ni wewe ungefanya nini? Ungekutana na zali kama hili mshikaji wangu, ungefanya nini? Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na subscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine moto moto kama hii.